na kusalimia kwa jina la Yesu Kristo. Najua tunaelekea sikukuu ya Christmas na watu wengine tunajiandaa kwa ajili ya sikukuu. Lakini Bwana wa Mungu, ambacho nahitaji kukueleza siku ya leo, sihitaji kuongea mambo mengi. Mwezi wa 12 tutakuwa na maombi ya kuomba kwa ajili ya mipango ya mwaka 2026. Tutaomba pamoja, tutaombea familia. Tutakuwa tuna maombi takribani kama matatu. Ombi la kwanza, tutaomba kwa ajili ya familia zetu. Tutaomba kwa ajili ya familia zetu. Ombi la pili, tutaomba kwa ajili ya mipango ya mwaka. Na tutaandaa mipango ya mwaka. Tunaenda kufanya nini? Umeplani nini mwaka 2026? Unatamani Mungu akufanyia nini? So tutakuwa tuna mipango ya pamoja. Tutaomba pamoja kwa ajili ya mwaka 2026. Hilo ni ombi la pili. Ombi la tatu, tutaomba kwa ajili ya taifa letu. Wewe ambaye uko nje unanifuatilia, wewe ambaye uko nchi zingine na ni Mtanzania, tutaomba pamoja. Ombea taifa lako la Tanzania. Ombea viongozi. Maana kuna vitu ambavyo tunatamani kujifunza, watoto wa Mungu. Anasema sisi wa Kristo, unapoitwa Mkristo haupaswi kuishi kama mataifa. Unahitaji kuomba. Chochote ambacho kinatokea kwenye maisha yako, unahitaji kuomba. Unahitaji kuomba Mungu. Maana katika silaha ambayo tumepewa watoto wa Mungu, tunahitaji kumwomba Mungu. Tumlilie Mungu. Tunahitaji nini kwenye taifa letu? Tunahitaji nini? Tunahitaji tuone nini Mungu akifanya kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kukaa kwanza kulalamika. Tunahitaji kulilia mbele za Mungu. Habakuki aliingia akamlilia Mungu, akamwomba Mungu, itazame taifa la Israeli, tunahitaji kupona. Na sisi tunahitaji kumlilia Mungu mwezi wa 12 huu kwa ajili ya mwaka 2025. Katika kitu ambacho shetani amekiweza kwenye Ukristo au Wakristo ni kuingiza roho ya kutoelewana, roho ya mafarakano, roho ya vita, roho ya ugomvi, roho ya kutoelewana. Watumishi kwa watumishi wana vita, mafarakano, kusemana, masengenyo yamekaa ndani ya madhabahu ya kimungu. Bwana Yesu asifiwe. So tunahitaji kukaa kuomba. Unaposikia neno ile, unaposikia maombi haya, kaa ungana na watumishi. Hapa nipo sio kwa ajili ya madhehebu. No, sizungumzi dhehebu lolote, sizungumzi kanisa lolote. Nahitaji Wakristo wote tuingie kuomba. Mwezi wa 12 tutakuwa tuna maombi. Na najua wako watumishi wengine mmeandaa maombi, tutaingia kuomba. Maanake unaposikia sauti hii, unapoona video hii, endelea kujiconnect, ombea familia yako, pray. Tunahitaji kumlelea Mungu zaidi, ili Mungu aweze kuingia na kuona kila ambacho tunahitaji kusimama. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo naitamani tuongee kitu kidogo tu, au tujifunze kitu kidogo ambacho kitakusaidia. Katika kitu ambacho kinatakiwa kikusaidia wewe Mkristo, au unahitaji kutazama au kuwa na connection ya kiroho na Mungu, tunahitaji sana kumuomba Mungu. Unasikia nini? Unaona nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma leo, natamani nitamke maneno ya kinabii juu ya maisha yako. Leo natamka maneno ya kinabii. Unakiingia Zaburi 35 mstari wa kwanza, anasema atateta nao wanaoteta na wewe, atapigana nao wanaopigana nao. Yoyote anayepigana na maisha yako, yoyote anayepigana na familia yako, yoyote anayepigana na uchumi wako, yoyote anayepigana na hatima yako, Mungu akapigane naye mwezi wa 12 huu. Yote anayepigana na afya yako, yote anayepigana na future yako, yote anayepigana na kazi yako, popote aliko katika ulimwengu wa kiroho na kimwili, akapigane naye kwa mamlaka ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno hili likakuvushe, ukavuke. Wako watu ambao mnasafiri, natamka ulinzi kwenye maisha yao. Kuna watu ambao mnasafiri, mnaelekea majumbani, mnaelekea kuziona familia. Mungu akawe pamoja na nyinyi. Kuna watu ambao mnabaki kwenye taifa, kuna watu wengine mpo kwenye maeneo yenu kwa ajili ya kazi mbalimbali. Mungu awafanikishe na kwa